Yes, bwana Gharibu Mzinga, Kilwa Finest. Tunafahamu miongoni mwa taarifa ambazo zinazungumzwa kwa sasa katika vyanzo mbalimbali ni juu ya kiungo wa kushambulia kutoka kwenye kikosi cha Orlando Pirates na timu ya taifa ya Angola, Gilberto au Jibele kutoka huko Orlando Pirates Afrika Kusini, lakini kwa sasa yuko kwa mkopo kwenye kikosi cha Petros de Luanda. Niko na James Samuel, moja ya wadau wakubwa kabisa wa ligi kuu ya Afrika Kusini na Afrika kwa ujumla wake. Atuambie juu ya kiungo huyu ambaye anahusishwa na Young Africans ya Tanzania. Mambo vipi James? Bwana poa. Bwana ukiachana na Mamelodi Sundowns ambayo ndo umehamia baada ya kuwa anafanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa, wewe ni Orlando. Mimi sijawahi kuwa Orlando. Sijawahi kuwa Orlando Pirates. Kabisa? Yes, sijawahi kuwa. Since day one wewe ni Mamelodi. Yeah, mimi nimependa soka la Afrika Kusini. Lakini mmoja kati ya timu ambayo ilikuwa inafanya vizuri, nilikuwa navutiwa na vitu vingi. Wao ni Mamelodi Sundowns. Orlando ni timu ambayo ipo inashiriki, kwa hiyo naifahamu na naifuatilia kutokana na kwamba ni miongoni mwa wapinzani. Ni sawa tu na Amacoast, ni sawa na Cape Town, ni sawa na SuperSport United, ni sawa na wakati huo Ajax, Cape Town, ni sawa na wakati huo Bloemfontein Celtics, ni sawa na Maritzburg United, ni sawa hata sasa hivi Durban City ilivyopanda. Nitaifuatilia tu kama ambavyo kwamba hawa ni timu washiriki kati ya miongoni mwa ligi ambayo naipenda, lakini klabu ambayo imenivutia na naipenda sana ni Mamelodi Sundowns. Bwana kasaliti kambi. Anyways, sasa Gilberto anahusishwa na Young Africans. Unafahamu vizuri huyo mchezaji. Unaiona nafasi yake ndani ya Yanga endapo Yanga wamekamilisha dili yake? Moja kati ya kitu ambacho wanasemaga ukiwa na talent sio mwisho. Kuna vitu vingi ambavyo unatakiwa kuvifanya kuifanya talent yako ifikie kwenye level ya juu. Wanasema nidhamu. Gilberto kwa issue ya talent hakuna shida yoyote. Yaani hakuna question kuhusiana na uwezo wake wa kucheza mpira. Awe anatoka kama wingo wa pembeni au acheze ndani. Hivyo. Lakini pia moja kati ya kitu ambacho ni tatizo kwenda kufikia ile top form yake, inatajwa kuwa nidhamu yake. Ndio. Yes. Ndicho ambacho kinamuondoa Orlando. Anarudishwa nyumbani kwa mkopo, lakini vile pile wao pia wamekosana naye kutokana na hicho tabia. Lakini kila mtu anakuaga na deserve second chance wanasema. Yaani mimi nilivyokuwa jana sivyo ambavyo nitakuwa leo au nitakuwa kesho. Kwa hiyo inawezekana haya yote yakabaki kuwa mafunzo. Ni mchezaji mzuri, ana uwezo mkubwa wa kucheza, ana uwezo wa kuentertain. Moment kubwa ambazo sasa hapa tunauma meno, tunahitaji kuona kitu fulani kinafanyika. Mimi Gilberto naweza nikakumbuka labda ni kwenye timu ya taifa ya Angola. Yes. Huo wakati kuna wakati alikuwa anaibeba timu hususan kwenye AFCON. Ndio. Unaona kabisa huu ni mchango wa moja kwa moja. Lakini kwenye club level Gilberto niliona zaidi kama ni more entertainer. Yes. Afrika Kusini pale mpira huko labda tunaongoza ngapi, tunataka tupoteze muda. Ukimweka zile classic flavor sisi pale dari piano sunshine and piano ndio ambavyo yani hilo ndo soka ambalo la asili ya Afrika Kusini, classic flavor. Huyo ni mmoja kati ya watu ambao wanaweza kuwapa. Wanasema Shibo Boys. Panda mpira kuchezea na nini. Yale mambo alikuwa anafanya. Yes, alikuwa anafanya skudu hapa, alikuwa anafanya Morrison. Lakini kwenye vile kwamba serious hapa sikumbuki pale Orlando walikuwa wanamtumia lini kwamba hii game tough, tumeuma meno, tunatakiwa twende tukafanya kitu fulani. Na ndio maana kwenye position alikuwa anacheza ilikuwa ni rahisi mtoto wa miaka 18 kuaminiwa na kupewa nafasi. Yes, ni pure talents, ni top talents ambayo ilitokea hivi juu. Lakini unadhani kwa nini mtu anapenya? Kwa sababu wewe ambaye tunaamini unatakiwa kutupa kwa wakati huo au tupi. Yes, tunaamini wewe una talent. Lakini talent yako umeitumia kwa uwezo wa juu kuweza kuisababisha timu iende. Hakuweza. Ndio akatoa hiyo milango ambayo ilikuja kufunguka na wakaingia watu kama wakina Mofokeng kwenye timu. Lakini yeye kwa maana ya talent ni mchezaji mzuri, ana uwezo mzuri wa kuchezea mpira. Sasa hiki cha kuentertain
ukilete kwenye seriousness. Ndio maana nimekwambia hata Petro, mimi sijawahi kumuona, yani leo tunasema timu imeuma meno ndani, sasa hapa anaamua matokeo. Kwenye nyakati zote, hata kipindi kile wanatolewa na TP Mazembe, kuna wakati waliwahi kwenda wakamtoa Mamelodi Sundowns pale. Yes, unakumbuka miongoni mwa watu ambao walikuwa ni hatari ni pamoja na wale Waleno wale. Lakini jina la Gilberto lilikuwepo, ila alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao wana entertain. Mimi nikikumbuka moment kubwa na nzuri ambazo amewahi kuzifanya ni kwenye timu ya taifa ya Angola. Kwenye hizo nyakati. Ile tulikuwa unaona hiyo seriousness. Lakini kwenye club level unaona ndio maana inakuja Orlando akamtoa loan, ameenda kule, lakini still bado kukawa natokea kwenye mushkeli huko wanakoelekea. Wametangaza ubingwa. Lakini mwishoni huku nasikia walifikia kipindi akawekwa pembeni na timu kutokana na maisha ya nje ya uwanja. Sasa kwa issue yako ya kuja Young Africans, inawezekana ikawa ni sehemu nyingine ambayo malengo ya club yakamshape. Kwa maana ya talent anayo, ana uwezo mzuri sana wa kuchezea mpira. Lakini moja kati ya kitu ambacho tunasema sasa wewe nakupa hiyo room. Nishauri Yanga wanakwambia nataka kumchukua Gilberto kumleta kwenye kikosi. Kwa walipofikia hawahitaji mtu ambaye atakuwa na deal zaidi na majukwaa. Yanga ni serious club, ina malengo, ina target imeset. Ukimtoa Aziz unatakiwa kumtafuta mtu ambaye atavaa boots zake kwa kiwango kikubwa. Ana uwezo wa kuja akawasaidia kwa kiwango kikubwa. Gilberto, Yanga wanatakiwa kuja kuanza kutibu kichwa. Yani watibu kwanza mambo yale yasiwepo. Na hivyo kwa sababu ni mdogo, labda amewahi kushika hela mapema, ni star Angola, hivyo ni vitu ambavyo vinaweza vikawa ni sababu. Sasa ukifika hapa Yanga hawachekagi na vitu. Alafu ubaya Yanga hizi story tunazosema umecheza Petro sio Orlando, Tanzania hakuna hizo. Yani unakuja kuanza moja. Yani mambo ya historia yako iliyotoka haipo. Sasa ukija hapa kuna wakati utakuwa end up disappointed kama utakuja na tabia ambazo zilikuwa sizo. Sawa. Lakini kwa level waliofika, ubora waliokuwa nao, wanapotamani kwenda, mimi kwa honestly speaking kabisa, Yanga walikuwa wanahitaji mtu ambaye yuko juu ya Gilberto. Kama uwezi kutoboa kwenye squad ya Orlando, ndio washindani ambao tunawaweka kwenye same level na Yanga. Michuano hii ametolewa semi final. Uwezi kutoboa hapa kwenye hii level. Utakuja huku Yanga waliishia robo, waliishia makundi. Wanahitaji kutoboa waendelee kwenda mbele. Wanahitaji watu wenye quality ya juu zaidi kwenda kusogea mbele. Sio kwamba wapo. Yaani kwenye swala la kusema kwamba wachezaji watulie tu, waumize vichwa, waendelee kutafuta. Inawezekana isiyo kwamba tumekaa hapa tuna jealous, labda tunabana riziki za watu. Uongozi unajua namna ambavyo wao wanavyohitaji. Lakini kwa mimi vile nilivyomuona, labda kama atafika afu akawa na mabadiliko makubwa. Kuchezea mpira kujua yani kwa hivi hiyo sawa, lakini yale malengo kwamba ametoka Azizi anafunga goli 21 anaisaidia timu inachukua ligi, anaivusha timu mabegani. Mimi hicho kwa Gilberto sijawahi kukiona. Na kutajia wachezaji wa 4, chagua watatu wa kwanza nao kwenye kikosi chako. Wachezaji wa 4 hawa kwenye kikosi cha Yanga namaanisha. Una Max Nzengeli, una Clatous Chama, una Pacome Mzuzwa, una Gilberto. Wako 4, chagua watatu waanze, mmoja kae bench. Gilberto atakaa nje. Bwana Gilberto atakaa nje. Yaani mimi nakwambia ukweli. Gilberto atakaa nje. Kwa wote watatu. Na atakuwa anasubiri. Hawezi kuchukua jezi ya Pacome akamweka nje, hawezi kumweka nje Chama, hawezi kumweka nje Max. Wote hao watatu wanaanza mbele yake. Sawa. Bwana James Samuel kamaliza kikubwa kabisa, na hapa pana shaka mashabiki wa Young Africans wameshapata picha kubwa juu ya huyo mchezaji. Kwanza tumesimulia juu ya maisha yake na mazingira yake na nini kimemtoa Orlando na itakuwaje na ni mchezaji wa aina gani, lakini pia nafasi yake ndani ya Young Africans ikitokea Yanga wamekamilisha deal hii ya kumpata kiungo huyu, nini ambacho nafasi yake ni ipi ndani ya kikosi hicho cha Twiga na Jangwani. Bwana, tunaishia hapa mpaka wakati mwingine.